Kwa majina naitwa Salim Abdalla Letepa, na nilishikwa na makosa yangu, ambapo hiyo makosa ilinishika nilifanya, si kusema sikufanya. Mudurume uyu niwe witabarira-ini ya njera-ini citu umuthi. Kabla nishikwe nilikuwa mkulima, nilikuwa nafanya kazi ya kulima na kukuwa na ng'ombe yangu, nikifanya kazi yangu, na nikakuwa tena mtu mwingine tena fundi. Uyu aumite mwana wa Naroko no ni aithiritie ruthiomi rwa Gikuyu ona atari Mugikuyu. Nilikuwa nafanya na Wakikuyu kazi kwa muda mrefu kwa bar, lakini nikakuja nikafuta hiyo kazi tena nikaenda kulima. Sasa wakati mimi nilikuwa hapo, nilikuwa nikifanya kama ni kazi kweli, nilikuwa kwa kazi. Lakini nilikuwa napenda sana jukebox. Nilikuwa naweka pesa yangu. Na nilikuwa nimeanza kusikia Kikuyu kidogo, lakini wamama wale wako hapo wakaanza kunifunza lugha, nikajua lugha hiyo. Sasa pesa tena nikawa naye, na hiyo pesa ikanifunza lugha. Hiyo mangoma kujua mingi. Sasa kutoka hapo hakika nimejua ngoma mingi sana. Na naonaga inatulisha roho sana, kwa sababu hata sasa ile niko kwa kifungo hii mrefu hii, nikikaa tu nishangamuke, hata hiyo kifungo mimi nasahau kidogo na naendelea na maisha mengine. Muno mudurume uyu ainaga nyimbo cia mutigaire Sam Kinuthia. He rwimbo ainite rwa muturire wa njera. Mwendo atavithai amukira ndumireri ino ya gukumenyithia ati ndi muoyo ndirenda kwa mwendo anenda nyitirwo tariki mugwanja indi ya saba na ngerwa Kamiti muthi wa njuma tariki mugwanja monye ndinda thiete kamukunji kwirorera matiba thatitana nuthu tukimambiteka nginyitwana ngikyo borithi kamukunji tindirurenja andu aitu nduri muthemere ndathitangerwo gwikiria thigari maiga ngetoro igoti-ini kerega thitango janja kiuga ndorwo rumande wiki igere. Ifungo cia rwimbo ruru ciraringana na muikarire wa njera biu. Wanyana wa maka wana muragani na kogoro njero ta muraika wa ngoma ngai wa theni uragia mbura nginya kwa rogi cuthererio Kenya ona kuona kwa ngoma ora boko rago warega korago atorwa Kamiti rere arere moyo. Anaimba kulingana vile amepitia shida ya jela mpaka kafaa hiyo kunguru ya white. Hiyo inaonesha ilikuwa kama ya maraika ya ngoma, alikuwa maraika wa simu. Ni kweli sisi tulikuwa na kunguru ya white wakati hiyo. Kunguru ya sasa imebadilika, raundi tuko na kama ya zebra, lakini before sisi kama mimi nimefaa kunguru ya white nilikuwa kwa death sentence. Hiyo ni 08 na 07 na niliingia jela 2000. Mudurume uyu ni umwe wa aria maikarite jera miaka mingi guku bururi-ini. Ohirwo mwaka wa 2000. Kusema kweli, hata kama nilikuwa ni makosa nimefanya, hakika sioni vile serikali bado inataka tu kuniadhibu, na kurudia kosa ndio kosa, sitarudia tena. Na hivyo mimi naomba tu Mwenyezi Mungu anilinde ile muda niko live saizi bado, lakini mwezi wa 9 tarehe 27 niko koti. Lakini naomba Mungu hata hiyo wajaji wao wananiona kwa hiyo Inoro, at least aone ile mfungwa alikuwa mahali fulani, na ndio tunaenda kufanyia kesi. Uyu arauga ona ndari oka kuonwo ni andu ao ejera. Maisha imekuwa mingi sana na imekuwa mbaya sana, kwa sababu mimi mwenyewe hata sijaionekana hiyo miaka yote. Ninakuambia ukweli ndugu yangu, sijawahi onekana ati nimeletewa sabuni hapa. Watu yangu walisikia tu amehukumiwa death sentence, hiyo mtu ameenda kuuawa. Na mpaka wa leo watu yangu ni wakongwe, na ninajua hata nimeshika pata ripoti nikiwa jela wamekufa, na nikajikaza tu, bado tu najikaza tu kwenda na hiyo maisha. Lakini maisha si kurekebisha mtu, ni kuharibu. Alesti hata kama ni miaka watupe ndugu zangu, kwa sababu hii miaka ni mbaya sana. Mimi nimeambiwa niishi jela kwa kuwa ninaenda kotini. Nilienda kotini High Court ikanitupa, nikarudi Kenya Court ikanitupa, nikakuwa live. Sasa mimi nakaa live. Hata nikikupea kadi yangu inasoma live. Robbery and violence. Ni kweli nikaona sina ujanja kwa saa hii. Ile vile mimi nimeona sina ujanja kwa sababu sasa sina koti. Nikakuja nikaandika kitu inaitwa review sentence. Hiyo ni ya miaka unaitisha. Nikaandika kweli ni unarudi tena High Court tena. Sababu naye sasa hakuna mara nyingine, unarudi tena High Court. Nikarudi tena High Court. Sasa High Court ndio mimi naongojea saa hii. Mwezi wa 9, nilikuwa mwezi wa 5 hii. Ilikuwa tarehe 29 ilikuwa kotini. Nikamwambia hapana, mpaka mwezi wa 9 tena
27 tutakuja kotini tena asubuhi. Watafaniria ngero ya uishi wake hinya atia. Ndugu yangu mimi nilinyang'anya mama ambapo alikuwa na pesa nyingi, ilikuwa inaenda bank shilingi 400 na 68,900 cash money, na kwa hakika nilichukua. Ilikuwa Januari, tarehe ni 23 Januari, na huyo mama tulipatana naye Majengo Estate Narok saa 1 ya usiku, na hii kazi nilipewa na dem ambapo alikuwa anafanya kazi hapo. Hiyo dem kweli akanipea hiyo pesa na mimi nikachukua. Hii mama alikuwa na saloon anaitwa Sarafina. Mimi nilikuwa kazi Narok hiyo. Na ile kazi nilikuwa nafanya Narok kwanza nilikuwa kwa bar. Na ile bar nilikuwa nafanya iLife bar night club. Hiyo 24 hours mpaka asubuhi. Kazi ya kuuza bar. Nikauza hiyo bar kitu saa 1:30. Huyo mama akakuja. Tulikuwa tunajuana tu. Lakini hatukuwa tunajuana nikiwa mtu mbaya. Nilikuwa tu mtu ya kazi. Lakini akaniambia tu, fulani, si kuna kitu inaendelea hapa. Nini? Kuna pesa inataka kwenda bank kesho. Kesho pesa na nani? Na mama mwingine hapa tunakuwa naye ni jirani yangu. Anaitwa nani? Sarafina. Kwa hivyo si uchukue alafu nikawie yangu. Kaambia sawa. Hiyo pesa sijui akisirani tu ile kunikujia na nikafanya hiyo robbery, lakini sikupanga. Ni ile tu nimefikiria tu nikafanya, lakini sikupanga. Lakini ukweli nikachukua ile pesa. Ile pesa nikaenda nikalala, asubuhi nikakuja nikamletea. Nikataka kuja sasa kumletea mahali tulielewana. Tutanipata kwa iba. Kika simi nikakuja mpaka ile bar. Kukuja kwa ile bar, huyo mama hakukuja. Nimestuka tu, nimesukumiwa gari 544 inanichukua hapo. Wewe ndio tunataka. Ni mimi sawa. Wewe nipe hiyo pesa, change yangu imebaki hapo. Nikapewa change shilingi 1000. Nikapewa shilingi 800. Nilikuwa nimekunya 200. Nikapewa. Kutoka si nikaingishwa gari hapo na hapo askari amenipiga risasi hapo tu. Na akaweza hata mguu, kiniana mguu sasa hivi utaona tu alama niko naye. Na hakika nikashikwa hapo ndio huyo mimi police station Narok. Police station Narok wakanifungia, nikakaa kidogo wiki 3 mwezi, akanipeleka kotini wakanistaki robbery and violence, nikapeleka tu hiyo robbery yangu, nikaenda remand custody. Riu no kwirira uishi watuma muturire wake wothe ukorwo njera. Huyo mama alikuwa na kibeti hapa mrefu kubwa na yaka mpaka hapa. Na hiyo demo aliniambia ni aje, usijaribu kushika mahali popote hapo, wewe shika tu hiyo kibeti enda naye. Na ni kweli nikashika nikaenda naye. Kwenda kufungua kwa Arocho. Kandaki kako hapo tu mahali hakuna taa. Kufungua nikaona ni kweli nipe. Huyu alikuwa rafiki yake sababu ni mfanyikazi wake, ni maid yake. Na hakika alikuwa anafanya kazi na huyo mama. Na huyo mama akawa anajua siri ya huyu. Huyu naye akawa sasa yeye anaenda nyumba. Na huyo ndio baada yako kwa saluni anafunga saluni ya toke hata aende tu. Ni Majengo Estate hapo tu Narok. Majengo ya juu. Alikuja, lakini kukuja kwake amekuja na gari. Yeye ndiye alinigeuka akaniuza. Akakuwa informa. Kwa hivyo ile pesa yake haikumfikia. Nilikuwa mfikia. Lakini akanigeuka akakuwa informa. Basi mimi nikiwa kotini naulisaka tu informa ni nani. Naambia informa kujai koti. Lakini mimi najua mwenye aliniuza ni nani? Ni Susan. Wewe ndiye aliniuza. Wewe ndiye alinusanga. Ukweli kitendo nimeingia mpaka wa leo. Sijawahi toka jela mpaka saa hii ndugu yangu. Mambo ya familia yangu, mimi nimeacha mama yangu na baba, nimeona amekufa, lakini msichana bibi yangu na watoto yangu sijui vile imeenda. Kwa sababu sasa mimi niko hapa na wajai ni kuja kuniona. Na hata namba zao yenye nilikuwa nazo hapa ikapoteshwa na kwengine ilikuanga hapa. Ona ikarete jera miaka iyo yothe, ndagite kindu kiega jera. Ili uishi hata kama una chochote, hata una hata makao, lakini jera ni mbaya sana. Mimi sioni kitu nimeona jela na sasa kujifunia nikiwa hapa, lakini kuna kitu nilikuja nikajifunzia nikiwa jela. Jela sikuwa nimesoma. Lakini jela nimesoma jela mpaka grade 8. Jela nimesoma, niko na grade hapa. Nimefanya kazi ya kinyozi, mimi ni kinyozi engineer mkubwa sana. Mimi ni grade 1 air dressing. Uliza huyu Ketau. Yeye ndiye alinifunza hapa. Na sasa mimi ni kinyozi yake. Hata kadi nasoma kinyozi. Hair dressing. Ona miaka mingi mihituku ni arahoya urekeri. Brother yangu mmoja anaitwa Baba Ng'ang'a, ambapo jina yake anaitwa Korima. Na napenda sana kumuongelesha kwa sababu ni ndugu yangu
na naomba msamaha pia kwa kuwa hiyo muda yote hawajakuja, na siwezi kuwalaumu kwa sababu pengine hawajui mahali niko, lakini kwa saa hii ninaomba tu akisikia mimi nikiongea lazima watanisaidia, na niko Naivasha Maximum Main. Bibi yangu pia namsalamia sana. Bibi yangu anaitwa Sieku na Denger. Naomba tu hata yeye pia apate salamu zangu, na Mungu atawabariki, na hata mimi Mungu atanibariki tu tukutana na wao. Na watoto wangu pia nawasalamia wakiwa hapo, kina Sam, kina Nganga, kina Letepa, kina Salim Abdalla Letepa wako hapo. Hakuna kaburi yangu hapa. Mimi najua lazima nirudi kwa familia yangu. Hata nikikaa miaka 20, miaka 40, miaka 50 lazima tu nitarudi kwa familia. Na ikitafika finishing ambapo kama nitakuwa nimeshindwa na kifungo. Unajua kifungo ikushinda ukufe, basi unabebewa tu na watu, serikali anapeana wewe uende ukasiku huko nyumbani. Lakini kabla ya hiyo Mungu hajafikisha hiyo, basi mimi naomba tu nitasurvive kama wenzangu, na nakuwa na roho ya kusurvive tu. Turamutigire njera oro akeina nyimbo cia ihoru. Onyinagi agesande ata mwana wandikwa tare wendo uciarire unyamaranio. Lakini hakika hata kama nimefungwa, sijafungwa akili, bado tu akili napunguka nikijuanga hapa si kwetu. Ile muda niko hapa mimi ni mpita njia. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ.